Mwanao si muda mrefu kuanzia sasa ananyongwa na Mfalme Bokassa. Unasemaje wewe? Sasa mgani nawe kama unataka yaani ni kwamba mzee Msegena, mwanao Mwantumu kafungiwa kwenye chumba ambacho hufungiwa watu wanaotarajiwa kunyongwa. Kwa hiyo mwanao anataka kunyongwa. Hivi nacheka au nalia? Nadhani nalia. Mwanangu mimi anyongwe? Hilo swala haliwezekani. Fuvu. Mzee Msegena. Baba mkwe. Anaenda kunyongwa. Hasa naendaje kwa kukurupuka hivi? Baadaye tumekutana wanaume wawili tuzungumze ili tuweke mipango. Baba mkwe. Fuvu. Kashaenda hivyo tena. Yaani kama nawaona mlivyoshiba baba. Mmeshindilia wenyewe huko maubweche, unahemea juu. Mwanangu, hebu acha kuzungumza ukulani nao. Yaache hayo kabisa, unatutonesha vidonda. Tuloya kuta huko hayasimuliki. Cheki huyu naye. Yaani hawa wazee wakishiba wanakuwa wasumbufu hawa. Yaani kwa hiyo mmeenda kula huko, mmeshindwa hata kubeba vishako vya kutuletea wanene. Ina maana hata mjomba Ntumali umeshindwa kunibebea viubwabwa kidogo kwenye kilambo. Woi. Nicheke kwanza nifurahi. Mpwa wangu, hebu acha kuzungumza hayo mambo. Unaniumiza roho. Yalonikuta huko yanaumiza moyoni. Bokassa wakutulisha sisi ukoko wa makande. Hakuna ubwabwa wowote tuliokula. Shughuli haipo. Shughuli haipo tena? Kwa nini? Ina maana huyu Amanda haolewi? Si kwamba Amanda haolewi. Amanda huolewa na shughuli iko pale pale. Lakini si leo. Si leo tumekwenda kutia aibu kule. Hakuna shughuli, tumekwenda na ndizi. Huyu mwenzangu alibeba pilipili, lakini hakuna shughuli wala hakuna chakula. Kilichotokea ni kwamba sisi tumekwenda pale, tumeambiwa shughuli bado mtaalikwa, mtaambiwa lini. Basi katika kuondoka tukamwambia mfalme bana, sie njaa za umma hatuwezi kuondoka hivi bila kula. Akatuelekeza jikoni, twenda kule. Kumbe chakula chote kimekwisha. Walipika makande, yamebaki maukoko. Tumekula ukoko, tena ukoko ulolowekwa. Njaa mbaya hii. Mmekula ukoko wa makande? Ndiyo mwanangu, ukoko wa makande. Na sio ukoko tu. Ukoko wa makande uloungua. Halafu masufuria waliatia maji. Ili yalegee ukoko waoshe masufuria yao. Sisi ndio tumekula ukoko ulolowekwa. Yaani kwa kweli tumezalilika sana kwa kweli. Ndio maana nimeshangaa. Mbona huu usuji unaonuka hauendani kabisa na pilau nyama wala walinali? Ni usuji ambao umevunda, kumbe wajomba mmelishwa ukoko wa makande. Tena ulolowekwa. Aiche poleni. Poleni sana kwa yaliyowashibu. Asante sana. Poleni tena kwa mara nyingine. Asante sana. Kwa hiyo shughuli ndio lini tena? Hapana, hajatuambia kwamba ni lini, lakini amesema kwamba ikikaribia atatupa taarifa. Na kingine, huyu mwenzangu alishaanza kutia maneno ya hovyo pale. Mfalme alishaanza kukasirika kwa sababu ya bwana mjomba Ntumali. Katia maneno ya hovyo, mitusi, kamtukana kweli huyu bwana. Ana confidence iliyopitiliza huyu. Tena nilipanga niondoke na mke wangu pale, ila wewe ndio umezingua. Ningerudi na Bikachara hapa Kilingeni. Hebu acha ukulani na huo. Una haraka sana mzee mwenzangu. Tumekubaliana hili jambo tulifanye taratibu, hatua kwa hatua, lakini wataka kuluka hatua we. Hata pilau bado hatujala la shughuli. Tala wataka kwenda kumchukua mwanamke wako. Tumesema kwamba baada ya kumaliza mambo yote ndipo tutatafuta njia ya kukurudisha wewe kwa mpenzi wako, kumrudisha Bikachara kwenye moyo wako. Sasa wewe unataka kuharakisha mambo. Unamjua vizuri Bokassa wewe. Yule mwenzako hajali kwamba wewe ni mchawi ni nini, akitaka unyongwe unanyongwa tu. We eti ni nyongwe. Hakuna kitu kama hicho. Mimi nikimtaka mke wangu muda wowote naenda kumchukua. Bwana sio kweli wewe. Wewe legeza domo. Namtaka Bikachara mke wangu. Aise mtukufu mwana mfalme. Najua vitu vingine havinihusu, natakiwa kufunga hili domo.
lakini kwa sababu sie wote ni wanaume, kuna muda lazima tuzungumze ili kujulishana mambo fulani fulani. Yule Mwantumwe si mpenzi wako yule, ulikuwa unatarajia kumuoa. Sasa vipi leo mumtie selo, halafu mwataka kumuua, kumchinja? Aise Ngunga, haya mambo hayakuhusu kabisa 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 ndugu yangu. Wewe ukae kimya kabisa. Tena usitake kujua zaidi kuhusu haya mambo, kwa sababu yanaweza kukuingiza kwenye matatizo hata wewe pia. Niingizwe kwenye matatizo tena kwa kosa gani? Mimi nimekuuliza tu, umetaka kuniambia sawa. Hukutaka pia potelea pwete, maana mimi nilikuwa nawaona mnapendana, mnabebana, mnalishana kwa midomo. Leo nashangaa binti katiwa selo asubiri hukumu ya kifo. Kwa kosa gani? Kama unaniambia sawa, la hutaki kuniambia pia potelea pwete. Ngunga, si kana kwamba yule binti mimi nilikuwa simpendi. No, nampenda sana yule mwanamke. Na hadi sasa hivi ninavyokuambia, nampenda kutoka moyoni. Na hili swala limeniuma kweli kweli, ila sikuwa na namna nyingine. Kama mwanaume ni lazima muda mwingine kufanya maamuzi magumu, kupoteza hata mtu unayempenda, ili mradi vitu vingine viende sawa. Na kama si hivi, si kufanya maamuzi haya, kungelikuwa na mpasuko mkubwa sana kwenye kasiri hii ya Mfalme Bokassa. Hukumpenda we mtoto wa watu, ulikuwa unambaruza tu na kumchezea. We, na yajua vizuri maamuzi ya mapenzi. Mtu yuko tayari kufa, lakini si kumpoteza mtu anayempenda. Ingelikuwa ni mimi, ningeacha mpasuko utokee katika kasiri ya Bokassa, lakini si kupoteza kipenzi changu cha roho. Ile ni roho yako ile, kama ulikuwa unampenda kweli. Ila we hukumpenda mtoto wa watu, ushambaluza na kumbwagajula, saizi umemtelekeza afe. Alafu kumbe wewe naye mjinga We mjinga sometime. Alo. Wewe ni mjinga. Ukweli unauma Umetema bigiji kwa kalanga za kuonjesha. Nimeachabu sana matukio yako na Bikachala. Ndo alofanya ukampoteza binti wa watu. Hukumpenda Lazima lichome hilo. Limechoma Mimi nikajua hii siri ni ya kwangu tu, mimi na Bikachala na Mwantumu. Hakuna mtu mwingine anayejua, kumbe na wewe pia unajua. Unafahamu kinachoendelea kati yangu mimi na Bikachala, si ndio? Halo, hizo laana nimezishuhudia mwanzo mwisho. Kila mlipokutana na Bikachala, nilikuja kutia chabo. Mie nyumbani nilikotoka hadi walishanipa jina, wananiita Ngunga Machaboling, mzee wa kutia chabo. Nishajua kila kitu kinachoendelea. Mmefanya laana kubwa sana we na Bikachala, na hiyo laana itawatafuna. Karibu sana mzee wangu Msegena. Japo sijapata taarifa zako za ugeni, na sijui hapo getini umepitaje, maana hata askari hawajaniambia kwamba kuna mgeni anaingia humu ndani. Karibu sana. Watanionaje askari wako? Mimi mwenyewe sijioni. Hata sijui hapa nimefikaje, sijui nimepitia wapi, sijui kwenye kishundu. Lakini yote kwa yote, nimekuja Bokassa nikuulize kwamba, je, mwanangu kushakumnyonga kale? Usinitolee macho na kuuliza Bokassa. Mwanangu shamnyonga, amekufa? Bado, lakini leo hii ananyongwa kwa kosa la kutaka kuleta mfarakano na mpasuko kwenye jumba la kifalme. Lazima auawe mwanao. Na ni vyema ulivyokuja, maana na wewe unatakiwa kushuhudia, liwe funzo kwa wanakijiji wote ambao wanathubutu kuichokonoa familia ya Mfalme Bokassa. Yo, Kiru. Kutoka kwenye kumtolea posa na kutaka kumuozesha mwanangu, halafu hadi kwenye kifo kutaka kumnyonga. Ina maana wewe ulimtuma mwanao Sam Cheupe aje ampose mwanangu ili mumtoe kafara, si ndio? Sio kafara, hiyo ni adhabu. Hebu elewa Msegena, hii ni adhabu kwa sababu mwanao alikuwa anajaribu kutugombanisha kama familia. Ni mpumbavu yule, lazima anyongwe. Na hii liwe funzo kwa watu wote kijijini
kwamba familia ya Bokasa si ya kuchokonola. Sasa mimi nitawachokonola hadi siku naingia kaburini. Mwanangu mimi niliyemzaa, mama yake marehemu, Mungu amrehemu huko mbele ya subira. Mwanangu Mwantumu binti Msegena leo hanyongwi.